Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamu alaykum kwa wale ndugu zangu Waislamu, wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe, shalom, na wale wasio na dini pagani, habari yenu. Siku ya leo nimeleta darasa jinsi unaweza ukaondoa giza katika mwili wako, ukasafisha nyota yako na ukaregesha katika hali ambayo Mwenyezi Mungu alikusudia iweze kuwa. Pia jinsi gani unaweza kutoa vifungo vya majini, vya kichawi ama za laana ambavyo vinatokana na kufanya ngono na watu tofauti tofauti, ama laana zinazotokana na mizimu ya kwenu. Siku ya leo kuna dawa ambazo nimeziandaa, ambapo nitakuwa naenda nikitoa majina dawa hizo, alafu tutaendelea na muendelezo. Moja ya dawa hizo, kuna dawa inaitwa kafuu maiti, ambayo ni hapa, hii hapo kama mnavyoiona, kafuu maiti. Kuna dawa nyingine inajulikana kama mpinga uchawi ama kupinga fitina za wachawi, ambayo ndio hii hapa. Kuna dawa nyingine inajulikana kama mdalasini na karafuu, ambayo ndio hii hapa, nimeichanganya mdalasini na karafuu. Huu hapa ndio mdalasini, hii hapa ndio karafuu. Sasa nimechanganya moja kwa moja. Kuna dawa nyingine inaitwa lantana, ambayo ni hii hapa kama unavyoiona, majani zake pamoja na mbegu zake, ambazo sana sana watu wengine huita hizi mbegu zake kama ushanga wa bibi ama jicho la paka. Alafu kuna dawa nyingine inajulikana kama ubani wa kawaida, sio ubani maka wala ubani mashtaka, lakini huu ni ubani wa kawaida kama unavyoona. Alafu kuna sarafu. Kama mimi niliyeko Kenya, nimeamua kutumia sarafu ya shilingi 10 au 20 kulingana na ile nchi yenye ambayo unapatikana. Kama kwa Tanzania unaweza tumia shilingi 10 ya Tanzania ama shilingi 20 au alikadhalika, popote pale ambapo upo. Sarafu pia ni muhimu uwe nayo. Alafu unahitaji kupata kitambaa cheupe. Kama unavyokiona ndio hichi hapa kitambaa cheupe. Sasa tunaenda kwenye maandalizi. Utakusanya dawa zako zote, utaziweka kwenye chombo ambacho unaweza kusaga zikawa kama unga. Sasa kama mimi natumia glasi hapa, so nachukua dawa zangu naziweka ndani ya glasi zote kwa pamoja, alafu nazisaga zinakuwa unga. Mimi tayari nilikuwa nishasaga, so sitaonyesha jinsi unavyosaga, lakini nitaonyesha mchanganyiko wangu ambao ndio huu hapa. Baada ya kuisaga dawa hii, nimepata mchanganyiko huu. Sasa ushapata mchanganyiko huu, utakana ugawe mara 2. Fungu la kwanza ni kwa ajili ya kuoga wewe mwenyewe. So utatia kwa maji, alafu utaenda kuoga bila sabuni, na pia hutakiwi kujipangusa yale maji baada ya kuoga. Utaiacha ile maji yakauke yenyewe kwenye mwili. Hiyo ni kwa ajili ya kuondoa giza kwenye mwili wako, vifungo, laana na mikosi, alafu pamoja na uchawi. Alafu dawa ile itakusaidia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuregesha nyota yako mahali sahihi na kuifanya iwe na mvuto na ifanye kazi sahihi ambayo Mwenyezi Mungu amekusudia ifanye. Fungu lingine la pili utalitengeneza kwa mfumo wa hirizi, ambapo sasa utaweka fedha yako kwenye kile kitambara cheupe pamoja na ule mchanganyiko wa dawa kama unavyoona. Ukishaweka hivyo, utaikunja uishone kama hirizi.
Kama mimi hapa nilikuwa tayari nishatengeneza irizi yangu ambayo ndio hii. Iko na mchanganyiko wa hii dawa kama unavyoiona pamoja na sarafu. Alafu kitu cha muhimu sana ambacho nilikuwa kidogo nisahau, kwenye hiki kitambara cheupe kabla hujaweka dawa yako, kuna aya ya Qur'ani inayozungumzia kuhusu mambo na riski na fedha ambayo inapaswa kuandikwa kwenye hiyo kitambara. Kishaandika hiyo aya, alafu unachanganya dawa zako pamoja, unatengeneza sasa, utaishona kama irizi. Kishamaliza kuishona, kuna taratibu mbili ambazo unapaswa kuzifanya sasa, kwa sababu dawa yako tayari iko kamili. Sasa bado uingie kwenye matumizi. So taratibu ya kwanza, utachukua ile fungu la kwanza ulilolipunguza ama uliloligawa, utaenda kuliweka kwa hiyo maji ya kukoga, utakoga. Baada ya hapo, utachukua irizi yako, utaenda kuifusha na ubani ambao utakuwa umebakia baada ya kutengeneza dawa yako. So utachukua makaa ya moto na chombo ambacho itakuwa kinahifadhi ile makaa ya moto. Utachoma ubani wako, utashikilia irizi yako kwa ajili ya kuomba mafanikio ya kifedha na mali ya kujilie, kwa ajili ya kuomba bahati, kwa ajili ya kuomba kitu chochote kile ambacho kinahusiana na mali, wala sio jambo lingine. Hii dawa iko mahususi kwa ajili ya kuleta mali na uchumi peke yake. Ukishafanya hivyo vitu, basi kwa hakika utaona maajabu kwenye maisha yako. Maana hii dawa sio dawa tu kama ile venye waganga wengine huwa wanaitoa. Hii dawa kwanza ni dawa nyeupe, sio dawa nyeusi. Na maana kwamba haijachomwa. Ni dawa ambayo imetoka kwa mti direct, haijachanganywa na kitu kingine wala haijatiwa mashina mengine. Pili, kuna aya za Mwenyezi Mungu ambazo zinatoka katika Qur'an takatifu, ambao kwa wale Waislamu na imani kabisa wanaelewa nikisema Qur'an takatifu inamaanisha nini. Uzuri ni kwamba Mwenyezi Mungu hana mipaka. So ukiwa Muislamu, uwe Mkristo ama uwe una dini, wote kwa kuwa sisi sote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, basi Mungu humjalia riziki mtu yote yule ambaye anamuomba, bila kujali dini yake, kabila yake ama muonekano wake. Sasa ukitaka tiba hii, labda kwa wale ambao hawana uwezo wa kufikia ama kupata dawa hizi, unaweza nifuatilia ukacomment kwenye video hii, nikajua namna jinsi nitakavyokusaidia iwapo kama utaguswa. Inshallah.